Kwa mara nyingine tena, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ndugu msikilizaji na mtazamaji popote ulipo. Kipekee kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uhai na uzima na neema ya wokovu ambayo Mungu ametupa bure. Kwa hiyo ni wewe kujipakulia, ni wewe kujiunganisha nayo. Ninamshukuru Mungu ambaye hakuchagua nani aokolewe na nani asiokolewe. Ni maamuzi ametupa uhuru wa sisi wenyewe kufuata hiyo neema inayoweza kutuokoa, kufuata hiyo neema ambayo inaweza ikatupa vazi la kutusetiri na kila aibu inayotuzunguka katika maisha yetu. Karibu sana ndugu msikilizaji katika kipindi hichi maalumu ambacho leo ninatamani kuingia ndani kidogo kufundisha kipengele hiki kinachohusiana na siku ya Jumatano ya Majivu. Hata kama imepita au kwa wengine tayari wameingia mpaka kwenye ibada na wakatoka, lakini natamani uweze kuona kwamba hii siku haiishii hapa, lakini hii siku inaanzisha safari ambako ndiko tunakoelekea. Ndio maana ni muhimu ukapata nafasi ya kujifunza ili uweze kujua misingi, kwa nini hii siku imetegwa hapa kabla ya Kwaresima, kwa nini iliwekwa hapa kabla ya majira ya Kwaresima. Basi kabla sijaanza kufundisha, ninaomba nimshukuru Mungu. Asante Mungu uliyenipa neema hii ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu ambaye umempa fursa hii ya kipekee. Ninakusihi Mungu uliye mwaminifu, kwa maana wewe ndiye utupae neema hii, ndiwe utupae uzima, ndiye utupae baraka zote. Ninakusihi ukaendelee kuturehemu na kutusamehe juu ya makosa yetu tuliyokutendea kwa kuwaza, kunena na kutenda, na wakati mwingine tumefika hatua tukachelewa hata kutubu. Lakini Mungu, ninaomba uturehemu kwa kuwa wewe ni mwema. Umesema wazi, njoni kwangu ni nyote wenye kulemewa. Mungu, wakati mwingi tunakuja kwako tukijua kabisa ya kwamba tuna mambo mengi tunayaficha ya siri na hatuyasemi wazi mbele yako. Mungu, ninaomba uturehemu, tutakase. Tunatamani sana kuwa wasafi, tunatamani kuwa watakatifu. Kwa hiyo tunaomba kupitia neno lako hili ukatujaze maarifa yako, akili mpya na hekima yako ikatawale ndani yetu, tukapokee usafi wako na utakatifu wako kwa njia ya kutakaswa kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Nitumie mimi Bwana kama chombo ukipendacho, chombo ulichokichagua katikati ya vyombo vingi, chombo ambacho kiubinadamu hakikustahili kuchaguliwa na wewe. Lakini kwa sababu we Mungu hauangalii wanadamu wasemavyo, unaangalia kusudi lako na sababu uliyosababisha mimi nizaliwe. Na kwa hiyo Mungu, ninaomba unitumie ili kama ninachokifanya ni kwa ajili ya kutimiza makusudi yaliyobebeshwa juu yangu, makusudi yaliyobebwa na sababu zako Mungu za mimi kuwepo hai mpaka leo. Basi ninaomba ukatimize kile ambacho umekibebesha ndani yangu. Katika jina lipitalo majina yote nimeomba haya, na ninamwombea huyu msikilizaji na mtazamaji, na yeye pia ukamsaidie. Nanyanyua mikono yangu juu nikiomba neema yako ikamuongoze, kamfungue masikio yake ya rohoni, kamfungue macho yake ya rohoni, kamfungue ufahamu wake wa rohoni, ili aweze kuelewa vitu vya kiroho ambavyo Mungu unasema naye katika siku ya namna hii. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, nimeomba haya kwa ujasiri kabisa, kwa sababu ninajua Yesu umeniokoa. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru pia kwa kuwa unamuokoa na umemwokoa msikilizaji huyu na mtazamaji. Yesu Kristo, karibu pamoja nasi. Roho Mtakatifu, nivuvie uwepo wako na nguvu zako napoenda kusema na watu wako. Amen. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji popote ulipo, na kukaribisha sana. Kama nilivyotangulia kusema kwamba leo tunajifunza somo maalumu linalozungumzia habari ya Jumatano ya Majivu. Inawezekana umewahi kunisikia nikifundisha, lakini naomba pia utege sikio leo, kwa sababu Mungu ana mafunuo mapya kila kukicha. Sasa ni kwa kwanza niseme ibada ya Jumatano ya Majivu, ndugu yangu, mimi kwangu ninaiona ni ibada moja muhimu sana. Ni muhimu sana ambayo kimsingi umuhimu wake unaonekana kwenye historia. Unaonekana kwenye historia. Mababu zetu wa kiimani walikaa, wakaweka misingi na wakateua siku hii iwepo maalum kwa ajili ya maandalizi ya safari ya Pasaka.
siku hii iwepo maalum kwa ajili ya maandalizi ya Pasaka. Lakini pia siku hii katika historia tunaona makanisa yakachukua ile jukumu la kuweka kwenye kalenda, na baadaye hii ni siku imeonekana kwamba ni ya muhimu kila mwaka. Kwenye kanisa ambalo mimi ninatoka la Kilutheri, ni siku ambayo huwezi ukaipitiliza, huwezi ukaipitisha tu. Ni siku maalum sana ambayo wale watu wanaojua Lutheri, na pengine inafanyika hata kwa makanisa mengine, lakini wale wanaojua Lutheri wanaona ni siku ya muhimu sana, kwa sababu inatupa mwanzo wa safari ambayo ni muhimu sana katika historia ya imani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ningeanza kwa kusema kwamba Jumatano hii ya Majivu si tu ibada ya kawaida. Natamani uione ni ibada ya kipekee, na niseme ni mwanzo wa safari ya Kwaresma. Kwa hiyo uone kabisa kwamba kitu chochote kinapokuwa ni mwanzo wa safari fulani wa kitu kingine, au ni msingi wa kitu kingine, au ndio sababu ya kitu kingine kuanza, uwe unajua kwamba hicho kitu ni muhimu sana. Ndio maana nasema ibada hii ya Jumatano ya Majivu, kama haukuwa na tabia ya kuhudhuria ama haukuwa unaiona kama ni ibada muhimu, natamani uanze kuiona kuwa ni ibada muhimu, kwa sababu inaweka msingi mkubwa wa hicho ambacho tunasema ni kipindi cha Kwaresma. Kwa hiyo unapoipita hii ni kama vile unapishana na msingi, lakini unataka kujenga mpaka ufike kwenye paa. Hauwezi ukawa na msingi ambao ni hauko imara na ukategemea kwamba kuta na paa vinaweza vikawa imara. Kwa hiyo ninakusihi, jitahidi sana katika historia ya maisha yetu ya kumfuata Kristo. Siku hii ni muhimu sana. Na historia yake ya siku hii ya Jumatano ya Majivu inaenda mpaka kwenye zile karne za kwanza za kanisa. Wazee wale waliita hiyo siku ya Jumatano ya Majivu, waliita Dies Cinerum. Dies Cinerum kwa maana ya kwamba siku ya majivu, na ilitumika sana katika nyakati hizo mapema katika mapokeo ya kanisa. Hilo neno lilitumika kama neno lililo maarufu unaloliona katika mazingira yetu ya sasa, na lengo si tu desturi, kuweka desturi ya kwamba tuwe na ibada ya namna, lakini lengo kubwa na la muhimu na lengo mahususi lilikuwa ni maandalizi ya Pasaka. Na kwa sababu walijua umuhimu wa Pasaka, walijua umuhimu wa kufufuka kwa Yesu, lakini walijua pia umuhimu wa mateso ya Yesu, na walijua umuhimu wa msalaba wa Yesu. Kwa hiyo wakakaa chini na kutafakari kwamba tutakuwa na siku maalum ya kuanza kufungua safari ya maandalizi ya hivyo vipindi na hayo matukio maalum ambayo yalitokea katika maisha ya Yesu miaka mingi iliyopita, lakini yamekuwa na impact kubwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unaposema ni ya muhimu, kwa sababu ina kitu cha kimaandalizi. Unaweza ukaona licha ya historia na licha ya kuona kwamba ikae kwenye kalenda, lakini inabeba kitu cha kimaandalizi, na sio tu cha maandalizi ya madhehebu yetu ya Kikristo, maandalizi ya mioyo yetu kuelekea katika kukumbuka kipindi cha Pasaka. Na swali la msingi ambalo ningeweza kujiuliza mimi na wewe, na je, tunaanza safari hii kwa mazoea au tunaanza safari hii kwa uelewa? Kumbuka pale nilikuambia hata kama ulienda kanisani ukaenda kwenye hiyo ibada, natamani uwe unahudhuria hiyo ibada ukiwa unajua maana yake, na usijumuishe tu kuanza kuonesha kwamba ni siku tu kama siku zingine kwenye kanisa, na kwa hiyo ninaweza nikaamua kwenda, si bado kuna Jumapili, lakini ukaona kwamba hii ni siku ya kawaida tu. Lakini ningetamani ujiulize, kama unafikiri ni ya kawaida, jiulize kwamba unaenda katika safari hii ya Kwaresma kwa mazoea au kwa uelewa. Unaenda ukiwa umejenga msingi wako wa kiimani, au unaenda ukiwa holela. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hivi ninatamani tu kwamba uweze kuelewa katika msingi huu ambao tunauzungumzia, au uelewa huu ambao ninaugusia, au maarifa haya ambayo yametusaidia kuona kwamba sikukuu ya Jumatano ya Majivu ni siku lango kwa ajili ya safari ya Kwaresma. Natamani ujue mambo haya, ujue kwamba kuna umuhimu
wa jambo hili la kuomba, na wengine wanasema saumu au maombi ya kufunga. Kuna maelezo kwa mfano yanayokuwepo katika makanisa mbalimbali kuhusiana na kuepuka baadhi ya vyakula, lakini pia kuna maeneo mengine wameweka mikazo kwamba zisiimbwe nyimbo za mashangilio, au kwenye liturgia, kwenye sisi wa Lutheri kuna eneo inaitwa haleluya, kile kipengele hatuimbi katika kipindi hiki, kuna sababu zake. Lakini pia ni kipindi ambacho wengine wanakazia mambo kama vile ya kujinyima, mambo ya utoaji na mambo ya kutafakari juu ya dhambi zetu. Na tunasikia mahali pengine wengine wameenda na kusema kwamba ni kipindi cha kupunguza madhambi, kupunguza dhambi. Lakini ningesema swala la kupunguza dhambi, usisubiri tu kipindi hiki cha Kwaresima au kipindi cha Jumatano ya Majivu. Swala la kukimbia dhambi linatakiwa liwe ni swala ndani ya siku 366 za mwaka, 365 za mwaka. Isitegemee tu kipindi hiki cha siku 40 kabla ya Pasaka. Na hili natamani nilisisitize kwa sababu watu wanaishi katika mapokeo ambayo hawataki yaonekane yana nguvu ya ushawishi wa kubadilisha maisha yao ya ndani. Lakini wanataka waone kama ni mapokeo yenye kuweza tu kutunza desturi za kanisa. Ningetamani uone hili kwamba hatujitengi mbali na dhambi kwa sababu ya kufurahisha dini au madhehebu. Tunatakiwa kujitenga na dhambi kwa sababu ni moja ya jambo muhimu sana katika kuishi wokovu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika nyakati zote. Lakini ningetamani sana uelewe pia kwamba mapokeo hubaki kuwa mazoea yanayozaa marudio. Na kwa hiyo tunapoligusia neno la Mungu katika hiki ambacho tunaona ni mapokeo, ni kwamba neno la Mungu liweze kuhuisha ili tusifanye ibada hii kama marudio. Sasa maana ya majivu, natamani kueleza hivi kwamba maana ya majivu kibiblia. Kimsingi, msisitizo mkubwa wa ibada hii ya Jumatano ya Majivu uko kwenye lile eneo la majivu, licha ya kwamba nimekuambia hii siku ya Jumatano ya Majivu ni lango kwa ajili ya kuelekea safari ya Kwaresima. Lakini ningetamani uone kwamba msisitizo haupo kwenye ile siku ya Jumatano. Msisitizo mkubwa upo katika siku ambayo inaitwa siku ya Majivu, au katika lile tukio linalofanyika katika hiyo siku ya Jumatano inayoanzisha safari ya Kwaresima. Na ningesema katika Biblia hakuna mahali pameandikwa siku ya Majivu. Hawataji moja kwa moja, lakini Biblia inaeleza maana ya ishara ya majivu katika maisha yetu. Inaeleza ishara ya majivu katika maisha yetu. Inaanza kwa kuonyesha kwamba majivu kama ishara ya maombolezo. Majivu ni kama ishara ya maombolezo. Unaona katika kitabu kile cha Esta, mlango ule wa 4 mstari ule wa 1, Mordekai alikaa kwenye majivu. Biblia inatuambia alikaa kwenye majivu. Ngoja tusome Esta mlango ule wa 4 mstari wa 1. Esta mlango wa 4 mstari wa 1 anasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata akafika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona pale Mordekai alipoelewa mpango mzima wa kudhurika kwa watu wake, na walipokuwa wamekubaliana kuomba, Biblia inatuambia mmoja wapo ya kitu ambacho alifanya, alijivika ni gunia pamoja na majivu. Kwa maana ya kwamba alivaa gunia, lakini pia alijipaka na majivu. Lakini pia tunaona katika Samueli wa pili mlango wa 13, Samueli wa pili mlango wa 13 mstari wa 19, Samueli wa pili 13 mstari wa 19, neno la Mungu linasomeka hivi. Samueli wa pili mlango wa 13 mstari
wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: naye Tamari akatia majivu kichwani mwake, akairarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa, akaweka mkono kichwani, akaenda zake huku akilia kwa sauti. Nimekuambia ni ishara ya maombolezo. Wewe unaona Mordekai licha ya kwamba alijipanga kwenda kuomba, lakini alikuwa anaomboleza. Huku kwa Samueli tunaona Samueli wa pili 13:19, Tamari baada ya kubakwa na ndugu yake, Biblia inatuambia akajipaka majivu, kwa maana ya kwamba alikuwa amejipaka majivu kutangaza huzuni iliyokuwa ndani ya moyo wake, kutangaza uchungu aliyokuwa ameubeba, na kutangaza machozi yaliyokuwa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo ni ishara ya maombolezo. Lakini pia Biblia inatuonyesha majivu kama ishara ya toba. Biblia inatuonyesha majivu kama ishara ya toba. Tunaangalia katika kitabu kile cha Ayubu mlango wa 42. Ayubu mlango wa 42 mstari ule wa 6. Ayubu 42 mstari ule wa 6. Nataka nisome hapa, tafuta hicho kifungu tuweze kuangalia 42 mstari wa 6 inasema nini. Maandiko yanasema, kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Hapa sasa tutakuja kuelewa kwamba kuna uhusiano kati ya mavumbi na majivu. Kuna uhusiano wa mavumbi na majivu. Hapa ninatamani uone kwamba Ayubu anafanya lile tukio la toba, lakini akiwa mavumbini, akiwa kwenye vumbi, akiwa na kwenye majivu, akiwa anataka kuashiria kwa Mungu kwamba nimekuja kutubu, nimekuja kutengeneza, ninatubu katika mavumbi na majivu. Kwa maana nyingine anataka kutuonyesha kwamba hii ni ishara mojawapo ya kuonyesha unyenyekevu wetu kwa Mungu, kwamba Mungu, nimekosa, sina hadhi ya kukaa kwenye kiti wakati nakiri makosa yangu, sina hadhi ya kuvaa mavazi mazuri masafi wakati nimekaa kwenye dhambi kwa muda, sina hadhi hata ya kuitwa mtoto wako. Ninashuka huku kwenye mavumbi, kwenye sehemu hii chafu kabisa, ambayo ninajua kabisa sio makazi yangu, lakini kwa kukuonyesha ya kwamba mimi nimekukosea, ninakuja kwako kwa staili hii. Hapa majivu ni lugha ya unyenyekevu. Ukumbuke ya kwamba hii ni lugha ya unyenyekevu mbele za Mungu. Unaonyesha kwa vitendo, lakini unataka kumwambia Mungu kwamba licha ya kwamba ninatubu, lakini siishi hapo, natamani uone na unyenyekevu wangu. Lakini pia majivu ni kama wito wa kurudi kwa Mungu. Ni wito wa kurudi. Angalia katika Yeremia, wito ambao Mungu anauweka kwa ajili ya kurudi kwa Mungu. Maana yake kurudi baada ya kutubu. Unaposema unatubu, maana yake lengo lake ni kumrudia Mungu. Sasa ishara mojawapo ya kurudi kwa Mungu ni ishara ya unyenyekevu ambao sio wa kawaida. Tunaangalia katika Yeremia 6:26. Yeremia 6:26 maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema hivi: binti wa watu wangu, ujivike nguo ya magunia na kugaagaa katika majivu. Fanya maombolezo kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, maombolezo ya uchungu mwingi, maana mwenye kuteka nyara atakuja juu yetu ghafla. Ukiliangalia ili neno hili linaonyesha wazi kabisa kwamba huu ni wito wa kwamba rudi mapema kabla madhara hayajakupata. Ni wito, kama tulivyotangulia kusema, ni wito wa kurudi kwa Mungu, ni wito wa kuungama, wito wa kuomboleza, wito wa kutubu, wito wa kusema, Mungu, ninaomba haya yajayo mbele yasinipate, hasira yako isinipate. Mungu, usiniache, usinigeuke kwa sababu ya dhambi ambazo sijatubu. Kwa hiyo unaona majivu ni wito wa kurudi kwa Mungu. Luka mlango pia ule wa 10, Luka mlango wa 10 mstari ule wa 15, mstari wa 13,
Luka mlango ule wa 10 mstari wa 13 unasemaje? Biblia inatuambia hivi, Luka 10:13 unasema, ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Maana yake anataka kuonyesha kwamba majivu wakati mwingine ni ishara ya kuonyesha ule uharaka ambao mtu anaupata ndani ya moyo wake baada ya Mungu kumuita au kumpa ishara ya kurudi, kwa ajili ya kuzuia mabaya yasimpate, kwa ajili ya kuzuia vitu vibaya visitokee. Kwa hiyo ule uharaka wa kuitikia kwamba Mungu, ninaomba haya yasitokee. Na ningetamani kuonyesha tu kwamba majivu si mapambo ya uso kama wengine wanavyofikiri, kwamba akichorwa ule msalaba kwenye kipaji cha uso wake, wengine mpaka kwenye mikono, wengine mpaka kwenye miguu, sio pambo lile kwamba wewe ni Mkristo, au sio kwamba ni kitu tu cha kutimiza au cha kimapokeo tu, lakini ujue kabisa ile ni alama ya moyo uliovunjika. Ni alama ambayo ya moyo ambao umevunjika, moyo ulionyenyekea, moyo ulioshuka, moyo ulio tayari kupondeka, moyo ambao uko tayari kuambiwa ukweli, moyo ambao hauna sababu yoyote ya kujiinua, kwa sababu umetambua jinsi ambavyo ni mdhaifu. Kwa hiyo siku ya Jumatano ya Majivu tunaona kabisa kwamba ni wito wa sisi kukumbuka kwamba tunahitaji kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu, kwa sababu kubwa kwamba Mungu anapenda walio nyenyekevu na waliopondeka mioyo yao, walio safi, walio tayari kutubu, walio tayari kuungama, walio tayari kusema sisi ni wakosaji, na ambao wanatambua ya kwamba hapa duniani ni wapitaji tu. Sasa tunaweza tukaenda mbele zaidi kwamba licha ya hayo niliyokuambia kibibilia yanayohusianisha na majivu, ningeenda mbele kabisa kukuonyesha kipengele kingine ambacho kinahusianisha na hii siku ya Jumatano ya Majivu, pale ambapo nasema wewe u mavumbi. Uhalisia wa mwanadamu ni kukuonyesha uhalisia ya kwamba wewe ni mavumbi, ulitoka katika mavumbi. Tunaangalia katika kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari ule mmoja wa 19. Mwanzo 3 mstari ule wa 19 unasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. U mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Neno hili ni kali, ni neno ninaloongea sasa hivi mimi kwa urahisi sana kama mwalimu, lakini ukilisikia kutoka engo lingine ni neno linalotaka kukuonyesha wazi ya kwamba wewe ni mwanadamu. Hapa kuna mafundisho matatu makubwa ambayo tunayaona. Moja, natufundisha kwamba hakuna kiburi kinachodumu. Hakuna kiburi kinachoweza kudumu. Cheo, fedha, elimu, vyote vina mwisho. Na hata kama kiburi hicho kilizaliwa kwa sababu ya wewe kujiona unafahamu kitu fulani, hicho cheo na hicho kiburi na huko kujiona hakuwezi kudumu, kwa sababu sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Hakuna hata mmoja, hata ungekuwa mrembo namna gani, hakuna kiburi. Hautakiwi kwa lugha rahisi kuwa na kiburi. Jambo la pili tunaloliona hapa ni kwamba mwili si wa kujivunia. Mwili hata siku moja, mwonekano wako, sijui sura yako, sijui dimples zako, sijui macho yako, sijui masikio yako yamekaa kama sijui mazuri kama nini, sijui macho yako yakoje, sijui figa ulionayo. Hivyo vitu vyote sio vya kujivunia. Unaweza ukawa navyo vikawa ni vizuri kweli vya kuvutia, lakini kamwe usije ukaanza kujivuna mbele ya watu. Ukimya wa sekunde chache tu bila pumzi unathibitisha udhaifu tulionao katika mwili. Ukitaka ujue, funga mdomo wako, funga na kinywa chako.
alafu kaa sekunde hata 50 tuone kama utafika. Hiyo tu inakuonyesha jinsi ambavyo unaanza kupambana. Roho inaanza kupambana, mwili unaanza kupambana kwamba no, hatujazoea sisi. Lakini hili linatufundisha kwamba tusijivune kwa lolote. Sekunde chache tu tukikosa pumzi na uhai ambao Mungu anatupa, tunakuwa tumeondoka. Lakini pia jambo la tatu, tunamhitaji Mungu sana. Tunamhitaji Mungu sana. Tunamhitaji Mungu sana. Yohana 15 mstari ule wa 5. Biblia inasema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ingawa mara nyingi tunajiona tunaweza kufanya mambo mbalimbali, kwa sababu sasa wengine wanasema nina uhuru wa kusema, kufanya, kula ninachotaka, kutembea ninavyoweza, kutumia chochote kwa sababu nina hela. Hapa tunakumbushwa kwamba tusijisahau na hivyo vitu vya dunia. Tusijisahau na hizo achievement. Tusijisahau na hizo level tunazokuwa tunajitazama na kujipeleka. Tukumbuke kabisa kwamba popote na kwa nyakati na kwa viwango vyovyote tunavyokuwa navyo katika maisha, bado sisi tunamhitaji Mungu, kwa sababu pasipo yeye, kwa hakika ndugu msikilizaji, mtazamaji, hatuwezi lolote. Tafuta chochote, fanya chochote unachofikiri unaweza ukaweza bila Mungu. Tafuta uone jinsi ambavyo Mungu akigeuka tu dakika chache, jinsi tu ambavyo hata tu wachawi watakavyokuonea, jinsi ambavyo tu mapepo yatakavyokugaragaza. Angalia tu kwamba jinsi ambavyo hata adui anaweza kukutisha na roho ya mauti kila siku kawa hauna amani ndani yako. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu sana. Kwa hiyo ningetamani uweze kwamba unaweza kuwa na kila kitu kwenye maisha yako, lakini bila Mungu wewe ni kama gari bila matairi. Ni kama gari bila matairi. Linaweza likawa lina gharama sana kulinunua, lakini likikosa matairi haliendi popote. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa siku ya Jumatano ya Majivu inahusianishwa na majivu, lakini inahusianishwa pia na uhalisia wa kibinadamu. Unapopakwa yale majivu ni ishara pia ya mavumbi, ya kwamba wewe ni mwanadamu halisi unayemhitaji Mungu, ambaye unahitajika usijivunie mwili, unahitajika pia usijivunie hata kidogo chochote ulichonacho katika maisha yako, kwa sababu Mungu akiamua muda wowote unaweza ukabadilika na usiwepo. Wewe angalia tu kwa mfano mwili wako, usipo tu uogesha kwa siku 2-3 au kwa siku moja tu, unaona jinsi ambavyo unaanza kukokera mwenyewe. Alafu unajivunia, unaona wewe ni mzuri, unaona unafaa, alafu unamsahau Mungu kwenye maisha yako. Jitahidi mrudie Mungu. Hii siku ni muhimu sana, ni lango la kukuita, la kuingia, ni lango linalokupa ruksa ya kubadilisha tabia na mwenendo wako wa siku kwa siku, jinsi ambavyo Mungu anataka uishi. Ni mlango unaokukaribisha katika safari ya kukuambia no, wewe bwana ni mwanadamu, unamhitaji Mungu kwenye maisha yako. Lakini pia tunaangalia pia katika siku hii ya Jumatano ya Majivu, ni kama nimekuambia, ni lango la kuelekea kwa Kwaresima. Katika kipindi hiki cha kuelekea kwa Kwaresima sasa, tunaona kuna makatazo mbalimbali. Kuna maagizo mbalimbali. Kuna makatazo lakini kuna maagizo. Kwa mfano agizo au tuseme utamaduni ambazo ziko katika mapokeo. Katika kipindi hiki, kwa sababu ya zile siku 40, tunazichukua kama siku zile za Musa alivyoenda kuomba, siku zile 40 Yesu alivyoenda kuomba, na siku 40 na vipindi mbalimbali katika Biblia inaelezea habari ya siku 40. Kwa hiyo msisitizo mkubwa katika siku kama hii, maana yake pia ni siku au ni lango la kuelekea katika safari ya maombi, safari ya faraga na Mungu, kama vile ambavyo tunaona katika kitabu kile cha Mathayo 17 mstari ule wa 1 mpaka wa 9. Tunaona jinsi ambavyo Yesu aliwachukua watu wachache wakaenda faragani. Kwa hiyo hii kipindi cha Kwaresima tunapoanza leo katika siku hii ya Jumatano ya Majivu, maana yake ndio mwanzo wa kuelekea kwenye faraga na Mungu, mimi binafsi na Mungu, au mimi na familia yangu, au mimi pamoja na usharika, au mimi pamoja na kanisa kwa ujumla. Tunaenda kwenye faraga kuongea na Mungu ndani ya hii safari ya siku hizi 40 plus, kwa sababu mpaka tunapokuja kufikia tarehe 5 April itakuwa ni siku kama 46. Kwa hiyo tunachukulia ni kipindi cha tafakari, ni kipindi kinachoeleza kwamba ni muhimu
kuzungumza na Mungu kwa namna ya kipekee. Siku zote unaomba, lakini kwa namna ya kipekee. Na katika somo hili najaribu tu kukueleza hivi ili uweze kuelewa hata kama unaenda kufunga. Kufunga si kujinyima kula tu. Ningesema hivyo, si kujinyima kula chakula tu. Kuna kufunga kwa kujinyima chakula, lakini kuna kufunga kwa aina nyingine ambayo ningetamani kukuonyesha leo. Najua ile nyingine unaifahamu. Tusome katika Isaya 58. Isaya 58 mstari ule wa 5 mpaka wa 7. Isaya 58 mstari wa 5 mpaka ule wa 7. Neno la Mungu linasomeka hivi: Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha? Ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake na kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hiyo? Namna hii: kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Naona mfungo wa aina hii, mfungo ambao wengi wetu hatufungi, hatutumii sana, lakini ni mfungo ambao una hoja. Nataka kutuonyesha saumu ya kweli na saumu ya kweli na ya aina yake. Ningesema saumu ya kweli na ya aina yake. Anasema kufungua vifungo vya uovu. Maana yake kutubu, kuungama, kujitakasa, kujikagua na kujitathmini juu ya uhusiano wetu na Mungu. Kuendelea kujiona kwamba sisi ni wenye dhambi, lakini tuliopewa ruksa ya kusamehewa. Lakini 2, anasema kuacha kuonea. Uonevu, kuacha kuonea. Na unapoacha uonevu, maana yake unakuwa umefunga, maana yake unakuwa kwenye saumu. Kufungua vifungo vya uovu, maana yake unapokuwa unafungua vifungo vya uovu, unapotubu na kuungama, maana yake unakuwa uko kwenye saumu. Lakini 3, kuwalisha wenye njaa, maana yake kuwakumbuka wahitaji. Tunapowakumbuka wahitaji, tunakuwa kwenye saumu. Lakini kuwavika nguo walio uchi, tunapokuwa tunawasaidia watu ambao wanavaa maraprapu na kuwasaidia waweze kuvaa nguo ambazo ni nadhifu, maana yake tunakuwa tuko kwenye saumu ambayo Mungu anaitambua, ingawa iko ile ya kuacha kula. Lakini pia jambo lingine ni kuondoa nira, maana yake kuondoa vifungo, maana yake kuwaondolea watu. Tusiwafunge watu wala tusiwawekee watu kesi ambazo hazipo, tusiwasingizie watu. Tunapoacha kufanya hayo mambo, maana yake tunakuwa tuko katika saumu. Kwa hiyo saumu si tu jambo la siku moja. Saumu kwa maana ya kibibilia ni jambo endelevu. Ni maana yake ni ile ambayo Yesu anasema kujikana. Hapa tunaona kama saumu ni maisha endelevu, kwa sababu tunatakiwa kufungua vifungo vya uovu kila wakati. Tunatakiwa kuacha uonevu kila wakati. Tunatakiwa kuacha udhalimu kila wakati. Tunatakiwa kila wakati tujifikirie jinsi ya kuwasaidia wahitaji na wenye njaa. Kila wakati tunatakiwa kuhakikisha kwamba hatuwawekei watu nira katika maisha yao. Na katika kusema hayo, unaweza sasa ukaona kwamba licha ya kwamba kuna ule mfungo wa masaa 12 bila kula bila kunywa, masaa 24 bila kula bila kunywa, lakini unatakiwa pia kuambatanisha na aina hii ya mfungo mwingine ambayo Biblia inatuambia ndio Mungu pia ameichagua. Ndio maana anauliza pale, sikuichagua, sikuwapa, sikuwaelekeza, sikuwapa maelekezo juu ya saumu ambayo ni sahihi. Kama unaacha kula nyama na haujaacha chuki na haujaacha uongo na haujaacha uzushi na haujaacha umbea
na haujaacha uzururaji tu, hujaacha hivyo vitu, maana yake kufunga kwako ni bure. Kama unakaa njaa lakini wewe hauwezi kumsamehe mtu, basi bado hujaanza hiyo Kwaresima, bado hujaingia kwenye Kwaresima. Mlango huu wa Jumatano ya Majivu unataka kukukumbusha kwamba wewe ni mwanadamu, unatakiwa kusamehe. Mlango huu wa Majivu, Jumatano ya Majivu, unataka kukuambia kwamba wewe unamhitaji Mungu, na kama unamhitaji Mungu kwenye maisha yako, basi kama vile ambavyo tunawasamehe waliotukosea, basi naye Mungu atatusamehe makosa yetu. Kwa hiyo kama wewe unajua kabisa mpaka sasa hivi una chuki na mtu, mpaka sasa hivi una hasira na mtu, mpaka sasa hivi unamsema mtu vibaya, mpaka sasa hivi unasema unamuombea mtu vibaya, na unasema unaingia kwenye siku hizi 40 Kwaresima, hapana. Ningekushauri endelea kunywa uji, endelea kunywa supu, tena nzito kabisa, kwa sababu ukiwa unafanya hivyo vitu vya kiroho, kufunga au kuingia kwenye saumu, alafu bado unaendelea kupractice vitu vingine visivyofaa, wewe bwana unapoteza muda. Tukwambie ukweli kabisa. Na kama pia unafanya hivyo lakini huku unafanya kwa udanganyifu, bado unapoteza muda wako. Yesu anasema katika Mathayo 17:21, anasema baadhi ya mambo hayatoki bila kusali na kufunga. Kwa hiyo unaweza kaona Jumatano ya Majivu inatufungulia mlango wa kuingia katika kipindi cha kufanya vitu visivyoonekana vikawezekane kwa njia ya saumu na kufunga, kwa njia ya kusali na kufunga. Maana yake inatupa ruksa ya kuingia katika kipindi ambacho tunaenda kupambana, kukorokochoa vitu ambavyo vilikuwa haviwezekani. Ni kipindi cha kuhakikisha tunapoingia Yesu anafufuka na sisi tunatoka tukiwa na ushuhuda mpya. Inapofika Pasaka hii, tamani kuona na wewe ukiwa unaibuka na ushindi. Ulikuwa unasumbuliwa na ndoto chafu, katika kipindi hiki utakapokuwa unasali na kuomba, utakapokuwa katika saumu na kuomba, kumbuka kwamba ni kipindi ambacho Mungu anatarajia kwamba baada ya siku 40 hizi unaenda kuibuka na ushindi, kama vile ambavyo Yesu aliibuka na ushindi siku ya 3. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia Mathayo 6:17 mstari ule, Mathayo 6:17 mpaka 18 inatuonyesha pia discipline ya namna ya kuwa tunapokuwa tumefunga. Mathayo 6:17 mpaka 18 anasema, yani unapokuwa unafunga usitangaze. Kufunga sio kipindi cha kutangaza. Unapoingia katika faragha yako na Mungu, unapoingia katika faragha ya kushughulikia mambo mazito makubwa ambayo yanaweza tu yakabadilika kwa njia ya kuomba na kufunga, huwa Biblia inatuambia tusijionyeshe, tusitangaze, tusiseme kwamba mimi najua sasa niko 3 kavu, au kesho kuta unakuta mtu ameandika kwenye mtandao tunaingia kwenye 3 sijui ngapi. Hapana, Biblia inatuonyesha sio mimi, usije ukaniona mimi ninaonekana kama ni wa zamani. Biblia inasema usitangaze. Kufunga ni kusurubisha ubinafsi, ni kusurubisha ile nafsi yako, ule ubinafsi ulionao, nafsi yako lakini na ubinafsi, ni kusurubisha hicho kitu, ni kukifisha hicho kitu. Maana yake ndio maana unaona kule kwa Isaya unaona anasema saumu ni kuacha kuwa mnyimi, saumu ni kufungua vifungo. Maana yake pale anaposema kuwapa watu nguo, kuwapa chakula, maana yake anatuambia saumu ni kusurubisha ule ubinafsi, umimi ulioko ndani yako, kuweka mbele ya madhabahu ya Kristo na kusema, Bwana, ninakataa huu binafsi. Ninataka niweze kuwa mtu mwenye kuangalia wahitaji. Ninataka niweze kuwa ni mtu mwenye kuweza kukupenda. Nataka niwe ni mtu ambaye ninaweza kuwasaidia wasiokuwa na nguo. Ninataka niwe mtu mwenye kutenda haki. Nataka niwe ni mtu mwenye kutenda mambo mema. Maana yake unapofunga unasurubisha hayo mambo yote. Maana ya ubinafsi unakupelekea kujiinua na kujisifu na kujitukuza. Lakini pia kufunga ni kulazimisha roho itawale mwili.
kulazimisha roho itawale mwili. Kwa hiyo tunaposema Jumatano ya Majivu tunaelekea huko ndani, maana yake ni kipindi ambacho tunaenda kutrain roho zetu, kutrain upande wetu wa kiroho uweze kuwa na nguvu na uweze kuwa na afya zaidi. Kwa hiyo hiki ni kipindi sio tu cha kuacha madhambi kwa sababu ya kusema hivyo kwa sababu ya utaratibu uliopo kanisani. Hapana, ni kipindi cha kuacha dhambi ili kuifanya roho yako iweze kuwa na afya, kwa sababu dhambi inapokuwepo ndani yako inasababisha utapia wa mlo wa kiroho, inasababisha kusinyaa kwa maisha yako na uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo tunaelekea katika kipindi cha ukarabati, lakini kipindi ambacho kinatusaidia kushine again. Siku 40 ni siku za kukutengeneza, kwamba ndani ya mwaka huu mzima utembee ukiwa na roho yako ikiwa na nguvu juu ya mwili wako. Kwa hiyo unahitaji kuingia katika safari ya kujiweka wakifu huko ndani, ya kujiweka karibu na Mungu, ili unapokaa katika siku hizi 300 kati ya siku 365 au 66, basi siku 40 ni siku za kukutengeneza utu wako wa ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kufunga ni kuweka wengine mbele yako, ni kuwaombea wengine, ni kuwatanguliza wale ambao hawana mtu wa kuwatanguliza, ni muda wa kuwathaminisha wale ambao walijiona hawana thamani. Ni kipindi cha kwenda, hata wakati mwingine jitafutie muda. Kuna watu wamekata tamaa, hiki ni kipindi cha kuambia msikate tamaa. Kuna watu wamevunjwa moyo, ni kipindi cha kwenda na kujifunza na kuambia msikate tamaa. Ninafahamu kabisa kwamba katika maisha yetu ni watu wachache wanaoelewa umuhimu wa kumkimbilia mtu ambaye pengine ameanguka dhambini, umuhimu wa kumsaidia mtu ambaye hana chakula, umuhimu wa kumkimbilia mtu ambaye pengine hana mavazi. Ninajua kabisa ni wachache wanaojua umuhimu, lakini nikuambie hili ni jambo muhimu na ni kitu muhimu sana katika imani yetu. Ni kitu kinaenda kukamilisha imani yetu. Kwa kufanya hivyo tunakuwa tunawatanguliza wale ambao wameshindwa. Tunawakumbatia hata wale ambao tunajua ni wachafu. Tunawakumbatia hata wale ambao tunajua wametengwa. Tunawapa nafasi hata wale ambao wanajua wamenyimwa nafasi ya kusikilizwa. Ni kipindi hiki ambacho tunataka kuona Ukristo wako ukoje, kwa sababu kama wewe unasema ni Mkristo lakini wewe ndio unayewaumiza watu wengine, wewe ndio unayewaongopea watu wengine, wewe ndio unawafanya watu wengine walie, wewe ndio unawafanya watu wengine waone wanabeba mizigo kwenye safari ambayo hatukuhitajika kubeba mizigo, basi wewe unajua kabisa Ukristo wako unawalakini na unahitaji kwa rezima hii uweze kupata ukarabati. Sasa wazo kuu hapa ni kwamba ushirikiano sio ubinafsi. Wazo kubwa sana hapa ambalo nataka niliweke kwamba ushirikiano sio ubinafsi. Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5 mstari ule wa 8 nafikiri ni unahimiza mambo ya imani, unahimiza upendo, unahimiza tumaini la wokovu. Unahimiza imani, unahimiza upendo na tumaini la wokovu. Hivi ni vitu muhimu katika ushirikiano tulionao ambao Mungu anataka tukaimarishe ushirikiano, kwa sababu anaposema msaidie huyu, maana yake tengeneza daraja, kusiwepo na magepu. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kuimarisha haya mambo ya imani, tunahitaji kuimarisha upendo, tunahitaji kuimarisha tumaini letu la wokovu. Ngoja nisome hiyo Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5 mstari ule wa 8. Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 5 mstari wa 8, Biblia inasema hivi: lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Chepeo yetu isiwe tumaini ya connection. Chepeo yetu isiwe tumaini kwa mabosi, isiwe tumaini kwa wachungaji. Chepeo yetu iwe ni tumaini la wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa tunakumbushwa kwamba tunatakiwa kuwa na upendo. Ndiyo vitu ambavyo tunatakiwa kuwa navyo: imani, upendo na tumaini ndani ya wokovu. Lakini mtu mwenye imani siku zote ufahamu kwamba huzalisha upendo, na upendo huzalisha matendo, na matendo huleta wokovu kwa wengine,
Narudia tena, imani huzalisha upendo siku zote, kwa sababu ukiwa una imani ambayo imekuja kwa kusikia neno la Kristo, ambaye pia ni upendo na aliletwa kwetu kwa sababu ya upendo, na Mungu ni upendo, basi huo upendo utazalisha matendo yaliyobeba matendo ya huruma, matendo ya upendo, na matendo hayo yataleta msaada, wokovu, suluhu, yataleta furaha na kicheko na tabasamu kwa wengine. Kwa hiyo Kwaresima ni safari ya kutoka katika umimi, ni safari ya kuingia katika usisi, ni safari ya kutoka katika umimi kuingia katika safari ya kuingia katika usisi. Kwa hiyo Jumatano ya Majivu ni mlango ambao unaturuhusu kuingia katika safari ya kuwa usisi, kujenga usisi, kujenga ujamaa, kujenga umoja, kujenga ukaribu, kujenga uhusiano ambao unaweza ukawa na maana na ukawa na faida katika jamii nzima kwa ujumla. Sasa ninapomaliza hili somo, natamani sana kurudia na kusema kwamba kikubwa ninachotamani kukisisitiza hapa ni wito wa toba, kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho huwa kinaweza kikawa ni msingi wa mahusiano yetu na Mungu kama hatutaweza kuzingatia toba na maungamo na kujitakasa. Haya ni mambo muhimu sana. Biblia inasema rudini watu wangu, rudini watu wangu. Maana yake anasema njoni murudi, lakini kwa maana gani? Ya kutubu, ya kuungama, ya kujitakasa, ili tuanze afresh na maisha yaliyo matakatifu yanayodumu ndani ya Kristo, kwa kufunikwa na neema ya Yesu Kristo, ambalo mimi ninaliita mara nyingi ni sawa na lile vazi ambalo wa Adam na Eva walivikwa, ambalo lilitokana na kumwaga damu ya kondoo na wakafunikwa. Ingawa wao walitaka kujifunika na majani ya mimea, lakini Mungu akawafunika kwa kitu cha thamani ambacho kinapatikana kwa kutoa damu kwanza. Kwa kumwaga damu ndipo ngozi inaweza ikapatikana. Kwa hiyo ninaamini hii neema ya Kristo ili iweze kuwa sehemu yetu, lazima tutubu. Na Jumatano ya Majivu sasa inatukumbusha sisi ni mavumbi, inatukumbusha kwamba sisi ni wenye dhambi, inatukumbusha kwamba tunamhitaji Mungu sana, inatukumbusha kwamba sisi ni wanadamu tu, tusijivune kwa lolote, lakini pia tumeitwa kuishi kwa ajili ya wengine. Ndugu msikilizaji, mtazamaji, nimekuwa na mazungumzo marefu, lakini ambayo nina hakika yamekusaidia kukuonyesha kwamba sisi tunahitajiana, na ningependa sana kwamba usiogope majivu, usiogope mavumbi, usiogope kabisa. Yaogope maisha yasiyobadilika. Usiogope majivu, usiogope mavumbi, wala usiogope mauti, kama vile ambavyo unatakiwa kuwa mwoga sana ukiwa ni mtu ambaye una maisha yasiyobadilika. Leo si mwanzo wa maombolezo tu, lakini ni mwanzo wa marekebisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Leo sio mwanzo wa maombolezo tu, lakini ni mwanzo wa marekebisho, kwa sababu kupitia safari hii tunategemea anapofufuka Yesu, na sisi tufufuke tukiwa na tabia njema, tufufuke tukiwa tumetoka kwenye vifungo, tufufuke tukiwa tumeachiwa huru kutoka kwenye magonjwa, tufufuke tukiwa tumefunguliwa fahamu, tufufuke tukiwa tumeacha uongo, uzushi, tufufuke tukiwa tumebeba moyo wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi naomba nikuombee, mtumishi wa Mungu, tunapoenda kumaliza. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa kusema nasi kwa lugha rahisi sana, lakini ninaamini ya kwamba ni lugha ambayo inatusaidia kuweza kupona. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba utupe unyenyekevu, lakini utujalie moyo wa msamaha, ukatujalie pia moyo wa kushirikiana, moyo wa kupendana, na moyo pia wa kutambua kwamba sisi ni wanadamu tu, ni mavumbi tu, ni majivu tu, lakini pia utupe nguvu ya kuvunja impossibles, nguvu ya kuvunja impossibles, ili Bwana kupitia katika hilo ukawe ni ushuhuda katika maisha yetu. Tunapoenda katika Kwaresima ya mwaka huu, tunatamani Mungu ukatujaze nguvu kama uliomjaza Yesu, uliomjaza Musa aliposhuka. Biblia inatuambia alikuwa anang'aa. Ndivyo tunavyotamani Mungu kukuona katika kipindi hiki. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi nimeomba haya machache nikiamini, na kila mwenye pumzi aseme amen.
Basi nikutakie wakati mwema na safari njema ya mabadiliko, safari njema ya marekebisho, safari njema ya matengenezo, safari njema ya kubadilisha impossibles kuwa possibles. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, baraka hizi zikaenda na wewe popote utakapokuwepo sasa na hata mwisho. Amen. Anza yote na Bwana, umwamini kama mtoto anavyo mwamini Baba, nawe ufanye hivyo. Anza yote na Bwana,